Ege, simama hapa. Elder Grace, sababu ya wageni. Congregation ya Gaine, 2 treasurers. Okahaha. Murukomen, huyu treasurer, huyu wa Gaine, anaitwa Wagena. Huyu. Haya, hii ni sadaka. Mwambie huyo mwingine ni sadaka. Yeni, huyu ni muhodhi wa kawaida. Murukomen ya jirani muhodhi. Yeni, haya ni ya Gaine, Rothagati, treasurers wawili. Yeni, tuko na Bwana Kareithi. Haya, St. Paul, Upendo, Hiohu, Emmanuel. Tupanga laini hapa mzuri. Kwa hivyo, nanowega ndangathe, mwambie hii ni tangazo. Kuna pesa ya project. Ukiwa na cash utapea treasurer wako, lakini sio wakati huu. Tunaelewana? Ukiwa na iko kwa M-Pesa utapea pay bill na treasurer wako, lakini sio wakati huu. Saa hii ni sadaka. Si tuko pamoja? Hapa ni wageni watu wote. Hapa ni Gaine. Okaire u. Adu na moke na congregation yao. Na gekodo ali kana ndwereka kanitha ukoria kanitha nereko. Endi. Please kujani wageni pale. Gaine wote hapa, Luthagati hapa. Members kujani. Lia mbele. Wageni karibiani. Katu wa sadaka. Wacha tufanye haraka please. Mtu aende kulingana na congregation yake please. Haraka. Good. Tuende haraka. Let us save time please. Na Mungu ambariki sana mukileta sadaka ya Mungu. Mr. Mwagi, God bless you. Mwagi wa mashinani. Haya, ageni yaito. Modo andi kulingana na congregation yake. Lasta tufanye chap. Congregation ikinyaga tiko magere haha. Gotire congregation, jugire congregation ciothe. Please. Leta doa marodio mali hanape. Goja kidogo my friend. Please. Kuna domanda kule hanape bill. Account number ni 522. Wacha niende pole. Wale wanataka kutoa sadaka na M-Pesa ni 522. Account number ni 1106195582. Wale wanataka kutoa sadaka na kwa M-Pesa, pay bill ni 522. Account number ni 1106195582. Nirudie tena. Sababu ya wale wanataka kutoa sadaka na M-Pesa, pay bill number 522. Account number 1106195582. Naona hakuna watu wengine wamebaki. Asante sana treasurers wetu kwa hiyo kazi mzuri mmefanya. Leteni hapa. Weka wimbo kidogo DJ, wimbo kidogo ndio wamalize hapa.
ndio tuweze kuendelea na program. Sasa kwa wakati huu nitampatia nafasi hii mchungaji ndio aweze kutuelekeza katika hiyo programu nyingine ndio tuweze kuendelea mbele. Karibu mchungaji. Thank you. Asante sana kiongozi wa ibada. Naomba kuna watu ambao wanapiga kelele pale. Tafadhali tutulie, tuko kwa kanisa. Walimu wetu waangalie watoto. Asante sana kiongozi. Tumefika wakati mwingine ili tukapate our finance chair Elder Mureithi ndio aseme machache kuhusu siku ya leo na kile tumefanya kwa sababu ya kazi ya siku ya leo. Karibu sana Elder Mureithi. Asante sana mchungaji. Our CS Honorable Kipchumba Murkomen, our Senator Nyeri County 001 wa Matinga, our area MP Honorable Eric Wamombi na waheshimiwa wengineo. Kanisa ikiongozwa na our Reverend Kimani. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Nimepewa kazi kidogo ya kusema the why. Ambia mwenzako the why. Kwa nini tuko hapa? Na kawaida kwa Afrika tunapeana why na story, si ndio? Niseme kanisa letu la Gaine Parish lilianza kama Gaine Congregation 1935. Kwa hivyo ni kanisa limekaa miaka mingi hapa, na lipolianza wakahubiri katika hii area, tukakuwa na wachungaji. Wakati huo tulikuwa Tumotomo Parish, lakini 1992 tukapewa parokia ya Gaine ambayo ilikuwa na congregations 4. Kwa hiyo miaka hii parokia yetu imeweza kuongezeka kanisa zingine 4. Kwa hivyo huduma imefanya nini? Imepanuka. Na katika kupanuka kule, wakati ule naambiwa membership kama familia zilikuwa zinahudumiwa 1992 zilikuwa familia kama 200. Wakati hii mchungaji ametuambia amatembelea familia 700. Sio ni kazi? Kwa hivyo kanisa limeweza kukua mara kama 4 ama 5. Kwa hivyo huduma imepanuka na imekuwa mingi. Na kwa sababu ya hayo mambo yote, kanisa liko na changamoto zake, sababu mahali popote kuna kazi inafanywa, na wakati wote kuna structures, kuna mahitaji ya pesa inakuja. Kwanza ni lazima watu watembee, ni lazima watu wahubiliwe, lazima mchungaji afikie wale watu wazee majumbani, apeane Holy Communion. Najua nikisema ipo Honorable kwa Mubini Elder wa Ida, najua Holy Communion ni muhimu, si ndio? Tukifanya hiyo kazi yote, kunahitajika watu wafanye kazi. Pia kanisa liko na huduma nyingine inafanya kama parish ya Gaine, mahali inaitwa Marsabit. Tuko na mission area tunahudumia watu kule. Kwa hivyo tuko na mahitaji mingi ya kipesa. Na wakati tulikutana na senator wetu ambaye ni mshirika wa kanisa hili na ambaye tumeambiwa siku ya leo ni Nehemia, aliposikia ukuta wa Gaine umepolomo, akasema haiwezi fanyika wakati akiwa senator. Sababu wakati hakuwa senator haikufanya nini? Si ni ukweli mnabuka watu wa Gaine? Wakati ule mwingine ilikuwa imetikika kidogo, hakuwa senator. Akasema kama ako senator na kama ako commissioner wa parliament wakati huu, ndio anafaa kuitengeneza vizuri zaidi. Akatuambia sababu haja kuwa hapa kwa siku nyingi, akirudi anataka hii ukuta tuitengeneze. Kwa hivyo tukamwambia mahitaji yetu, tunahitaji operation kama pesa zinaelekea karibu 12,000,000 kuhakikisha kwamba huduma ya Mungu katika parokia ya Gaine na zile mission areas imeendelea vizuri. Pia tuko na kazi nyingine tunafanya. Tuko na project zetu kama kanisa, tunahitaji months ya mchungaji ikuwe mzuri na inakalika. Ofisi yetu imejengwa 1992, haijafanywa ukarabati, itengenezwe ikuwe ofisi ya kisasa. Senator wetu anajua wakati huo alituambilia basi kama hii kanisa ya parish ya Gaine anafanya hivi. Na pia tunaigojea sababu hiyo basi inasaidia zaidi kupata income ya kusaidia operations za kanisa na kusaidia washirika kutembea. Si watembea tu Gaine, waende mpaka kule Elgeyo Marakwet kwa kina CS Murkomen, na tutembee kila mahali Kenya, si ndio? Pia tuko na kazi mingi. Tuko na youth resource center iko hapa inajengwa lakini haiko equipped. Tunataka youth wasome. Tuko na mipango mingine ya kanisa inaendelea.
Kwa hivyo tukamwambia hii kazi wale watu wanaifanya ni wazee. Wale waliangalia seneta wetu Wahome wakati alikuwa mdogo. Ndio saizi wameachiwa kazi gani? Akasema sababu wakati alikuwa mdogo alisaidiwa. Naye atakuja na marafiki zake na amefika. Tuwapigia makofi. Kwa hivyo tunajua hii kazi leo itaisha. Niko na uhakika sababu senator CS wakati nilikuwa ninasoma nilimwambia nilikuwa namuona kwa bana ya Focus Kenya. Amewekwa pale wameenda commission conference kule Kabarak. Na tulikuwa tunaambiwa huyu ndiye alikuwa chairman wa NASEC. Kila mtu alikuwa anataka kuwa kama chairman wa NASEC wakati huo. Leo nimempata hapa. Ninaweza kuwa tu kusoma na yeye lakini tuko alumni wa Focus. Nipigieni makofi. Na sababu najua ile kazi inafanywa na washirika pale kwa nyumbani. Wako na nia lakini hawana mali. Na ndio maana tumewaita leo sababu nyinyi mko na mali na hawa wako na nia. Tukishikana sisi wote mulete mali na hawa walete nia, kesho tutaweza kupeleka watu wengine kama Engineer Wahome mpaka Germany, si ndio? Tupeleke waheshimiwa kama Eric Omombi kutoka pale nyumbani aende naishi Nairobi. Na yeye akienda huko alete nini? Alete mali. Sababu watoto wako hapa wanahitaji wasomeshwe, wanahitaji waelimishwe, wanahitaji wafundishwe mambo ya Mungu ili na wao pia wafike hapa na wakuje kusaidia. Kwa hivyo hiyo ndio parish ya Ngaine na tunahitaji leo mkuje mlete mali ili wale wako na nia waendelee kufanya hiyo nia. Mungu awabariki sana na watendee mema. Tumpige makofi tena. Elda Mureithi, umefanya kazi mzuri kwa sababu tumejua ni kwa nini tuko hapa na kwa sababu ya wakati. Ningetaka sisi wote tutulie. Tutulie sasa ili tukapate kumpa nafasi hii Mheshimiwa Wamombi ili ukapate kutuambia uko na akina nani. Tafadhali karibu. Tumpige makofi akija. Tafadhali tupige makofi. MP wetu, asante sana. Karibu sana. Asante sana Reverend Samuel Kimani, Parish Minister wa Ngaine PCA Parish. Karibu sana hapa Ngaine, karibu Mathira. Ujisikie ukiwa nyumbani. Mgeni wetu wa heshima, Waziri Kipchumba Murkomen, rafiki wetu Senator, wajumbe wetu wa Nyeri, Mheshimiwa wa Kieni, Mheshimiwa wa Nyeri Town na wageni wetu wote na shirika Ngaine, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mwathani agoshwo. Shirika Ngaine ni mukenete. Leo muko na furaha kwa kuona huyu mgeni wetu wa heshima. Sisi Reverend Samuel tumealikwa hapa na huyu senator, huyu Wahome, huyu senator wetu hapa. Tumealikwa hapa. Yeye ni mshirika wa hii kanisa. Sasa ametusumbua miezi 2 hatulali. Kila saa unakumbuka tunaenda na akatuambia lazima tufike hapa tukuje tujenge kanisa. Na tumekuja kufanya kazi ya Mungu kwa sababu Biblia inasema kazi ya Mungu ni mingi lakini wafanyakazi ni wachache. Na ndio tumeambiwa na huyu Elda Mureithi kwamba tulete mali. Lakini Elda Samuel, Elda Mureithi, wacha ni kujulishe kidogo. Siku hizi tumebadilisha. Hawa wana youth watakuambia siku hizi hatulusemi mali. Siku hizi tunasema tumekuja kuweka mawe. Tumekuja kuweka mawe na ili tujenge kanisa. Hiyo ukuta Reverend ametuambia hata kama wale Sanibarati watakataa bado tutajenga kanisa. Wapende wasipende. Unajua kuna watu walikuwa wanatishia huyu senator ati usilete watu huku, usilete Murkomen huko. Tumekuja kujenga kanisa sababu sisi ni Wakristo na sisi tunajua kujenga kanisa iko baraka. Na tukifanya kazi ya Mungu atatubariki. So wale Sanibarati wote wanatuangalia wajue tumekuja kuweka mawe tujenge ukuta.
Ama si namna hiyo wa Kristo? Sisi wote tujenge kanisa. Tufanye kazi ya Mungu. Sababu kazi ya Mungu iko na baraka. Ndio tunahubiriwa na huyu Reverend. Agatwira tuthie na mbere na kuruta wira wa Mwathani. Tutekunoga. Tugathie thabari. Turehe indo citũ twake kanitha. Niguo kana tiguo? Kwa hivyo senator, sisi tunakushukuru. Na huyu senator ni wa kipekee, Reverend Kimani. Huyu senator ni wa kipekee. Mimi sijaona ukiwa na shida ya msiba, huyu senator. Ukiwa na graduation, huyu senator anajitolea. Ukiwa sijui mtoto wako na bill, huyu senator anajitolea. Huyu senator hana pesa ya barabara, hana pesa ya basari, hana pesa ya stima. Senator wa kujituma. Agetuma ni makane maheni senator ndio ageragia. Sasa ametusumbua sisi wote, lazima tukuje hapa Ngaine tushikilie kanisa. Na ananisumbua wewe mumbi umekanitha wa ID wito wa PCA. Ati wito wa PCA niguo twaraga andu iguru. Urokagia njira nyume kanitha wa ID njuka wa PCA. Ona korode wa elda wa ID akajira ona woka gwito ntugugutua elda. Sasa kanisa tuendelee na kujenga kanisa. Sisi Waziri Murkomen, sisi tuko na furaha tere kwa sababu umepata nafasi, umekuja hapa kutusaidia, tusaidie hawa parish wa Ngaine tuweze kujenga kanisa. Sisi tuko na shukurani kwa sababu kujenga kanisa haina mipaka. Na tunakushukuru sana kwa sababu umepata hiyo nafasi, umekuja tusaidiane, tusaidie hawa washirika wa Ngaine parish na niguo twakire Mwathani kanitha. Kana tigu washirika Ngaine, mumefurahi kwa mgeni wetu kufika? Amefanya vizuri kutembea. Na unajua huyu waziri ameoa hapa Mkorweini hapa. Kwa hivyo ni mudhoniwa. Kwa hivyo ni vitu yetu tu analeta. Aendelee kuleta. Unajua tulikuwa tunaongea na yeye jana usiku, ananiambia unajua mimi ni mjanja wa Mumbi kukuliko. Mimi niliona sitaoa huko. Nitaoa huko kwenu ili nianze kuelewa lugha. Sasa ananiambia wewe umefanya zero grazing, wewe ni Mkikuyu, umeoa Mkikuyu, ukue kama mimi. Nimeenda national nikakuwa mtu wa vijiji yote. So Waziri Murkomen, sisi tuko na shukurani na tumependezwa sana na vile umefika hapa. Ya kwanza niongee maneno mawili ili niendelee. Kwanza waziri, sisi ukirudi Nairobi uende usalimie rais wetu, Rais William Samoei Ruto. Na umwambie sisi hapa tunaendelea na maendeleo. Na tumefurahi so far. Ile barabara yote ilikuwa imekwama kijiji hii iko 98%. Hii barabara ya kwenda kwa seneta nyumbani ilikwama, serikali ilikuwa hapo mbeleni. Hii barabara ya hapa ilikwama. Hii barabara tumejengewa na rais wetu William Samoei Ruto. Kutoka pale Mahigaini kuja hapa Ngaini, sasa tunataka iende itokee huko Rudhagati. Na tumeongea na contractor bwana waziri. Hapa kwa shopping center ashikanishe kutoka Ngaini kwenda hapa chini Githima, hii Ngaini ndogo na Ngaini kubwa, tu iyo farafara yenyitane haha nigetha ashirika ya magioka kanitha matigoka. Waziri, tumeona maendeleo hapa kwa ile miaka 3 William Ruto amekuwa rais. Hii barabara yetu ya kutoka Keno ilikuwa imekwama pale Sagana. Sasa sisi kutoka Nairobi kuja hapa Nyeri tunatumia 1 hour 25 minutes. Sisi tunashukuru rais kwa sababu ya hiyo barabara. Na mbunge wa Nyeri town nako hapa. Serikali former government ilikuwa imesema hiyo barabara ifike hapa chini, hapa Marwa. Tukaenda kwa rais tukiongozwa na huyu mbunge wa Nyeri na senator huyu wetu. Tukaambia rais hiyo barabara ikifika Marwa, Nyeri town itamalizika.
Sasa rais wetu William Ruto ameweka pesa, hiyo barabara itoke Marwa iende Nyeri Town, iende huko Kimathi, Muiga, itokee hiyo ng'ambo ingine. Na ameweka pesa, design imemalizika, hiyo barabara sasa haitafika Marwa, itapita Nyeri Town. Hawa wangwana waziri, hawa wa Kikuyu haswa hapa Mount Kenya, sisi ni wajanja sana. Sisi ni watu wajanja. Sisi tunafuatanga maendeleo. Sisi hatufuatangi mtu. Sisi hapana fuata mtu. Sisi tunafuatanga mahali tunapata kitu yetu. Sababu sisi ni wafanyabiashara, sisi ni wakulima, na sisi tuko Kenya yote, hatuko hapa Mount Kenya. Sisi ni wa Kenya na tunafuatanga maendeleo. So ule anatupea maendeleo, hapo ndio tunakaa, tunamuombea na tunahubiri amani. Sababu sisi hatunanga vita, sisi ni watu wa amani, sisi ni wakulima wa kahawa, na tunashukuru rais kwa sababu